Kitu naweza sema hii football kauja experience kitu yenyewe utaona ni normal, lakini kuna mtu mwenye ameshapitia hapo, yeye ndio anajua meaning ya hiyo kitu yenye inamfanya hadi yeye mwenyewe asikie uchungu. Sasa mimi hiyo time nilipataga mimi sijielewi, juu mimi nimezoea ni masomo na ball tu kidogo. Sasa hiyo time unajua huko alikuwa shazoea gani mpira. Sasa ndio maana walitolewa akasikia uchungu, but mimi niliona ni normal. Na by the way yeye hakuniangusha, alitoka na B-. Nikamwambia nataka uende university kwa sababu mimi sikusoma, wazazi wangu walikufa nikiwa mdogo na ninajua ile nimeyapitia. Kwa hivyo naweza penda msome hata kama sijasoma. Kwa majina ni Peter Mtua. Mimi nimezaliwa hapa Mathare na nachezea Mathare All Stars. Nacheza kama attacking midfielder. Jani yangu ya football ilianza nikiwa mtoi mdogo. Nilikuwaga hiyo time nilipataga tulikuwa tunaishi huko Karura. So ulikuwa unapata mimi badala ya kutoka shule niende home, nimetoka hiyo jioni saa 10, ungenipata nimeenda ground depo. Nimeenda nimewatch zoezi ya watu wakubwa, bado mimi ni mtoi. Alafu hiyo time na hiyo giza ndio bado natoka niende hadi home. Hiyo masaa nafika home, wazazi tunajua kama kawaida lazima tu kufanya ile kitu. Jina yangu naitwa Elizabeth Mbadi. Mimi ni mama yake Mutua. Tunaishi hapa Mathare. Na kazi mimi nafanya hapa ndio salon kwangu. Venye kuingia kwake shule kwa Mutua wangu alipata scholarship, nikampeleka Ndovoini High School. Akasoma high school, ikafika mahali hawa watu wa high school wataki aendelee na kucheza, but yeye alianza kucheza akiwa mdogo. Mimi nilikuwa namkataza, lakini nikaambiwa na baba yake ni talent yake, wacha aendelee. Hapo ndo jani yangu ya football ilianzia. Club ilikuwa inanimotivate. Kulikuwa na team ilikuwa inaitwa Black Beavers, ilikuwa na coach alikuwa inaitwa Coach Kevo. Na huyo coach nilikuwa naonaga alikuwa ana motivate vijana vizuri sana, na nikatamani pia mimi kujoin team yake. By the way hata siku join, alifanyaga tu kuniona tu kwa hizi games zenye ball tu ikitoka nje mnakimbizana, unajua watoto kukimbizana, unachukua unachenga ndio urudishe ball. Hapo ndo alinionea na akaniambia kijana unaonekana uko na talent. Akaniambia the following week nimjoin nikuje train na yeye. Mimi before ni joinigi shule nilikuwa secondary, nilikuwa shule ilikuwa inaitwa Ndovoini, na hiyo shule haikuwa inajulikana kwa futa. Ilikuwa tu ni shule tuseme tu ni ya kusoma tu, but my mom ndo alikujaga, na pia kulikuwa na team fulani ilikuwa inanifuatiliaga, ndo ilinitafutiaga chance, nikapata chance ya kwenda highway. Wenye nilipata highway walisikia kuna mtoto anacheza sana na wakakuja kunitafuta. By the way mimi sikuwa nawajua, niliona gari imekuja kwangu, wakauliza kwa mama Mutua ni wapi. Nikamwambia mama Mutua ni hapa na mimi ndio mama Mutua. Wakaniuliza wewe ndio mama Mutua? Nikamwambia mimi ndio mama Mutua. Wakaniambia wamesikia kijana yangu anacheza sana na wamemuona kwa ground, kwa hivyo wanaweza taka niwapatie nini huyo mtoto wangu. Nikamwambia mimi mtoto wangu mahali anasoma na scholarship na siwezi mtoa hapo, kwa maana hii shule zingine mimi siwezi afford kulipa. Wakaniambia niende mtoto. Nikawauliza na school fees kama anaenda highway itakuwa aje. Wakaniambia kwanza enda uchukue mtoto tumfanyishe interview, akipita sisi tunamchukua, kila kitu tutakusimamia. Mimi nikaendea mtoto. Na kwenda huko niliendaga trials. After nimeenda trials, walimu wakaona wenyewe naweza chezea shule yao, na hapo ndo nilijoinigi highway secondary school, na nikaanza jani yangu hapo ya game za shule. First tuliendaga game yangu ya kwanza ilikuwa nikiwa form 2, tulitolewa kwa regionals finals na Dagoretti, tulipiga kwa 1-0 dakika mbaya sana. Na hapo ndo nilijua yenyewe ball yenyewe watu walilia. Mimi unajua mimi sikuwa nimezoea, mimi niliona ni normal, but yenyewe watu walikuwa wamezoea hiyo industry ya game za shule.
walionyesha yenyewe hii kitu ni uchungu. Nikiwa form 3 tulichezaga hizo game za shule, tukaenda hadi finals na tukashinda. Hiyo ilikuwa 2024, bado tukiwa na coach Beldino Demba, alitusaidia tukabeba hiyo nationals, tukaenda hadi East Africa yenye ilikuwaga huko UG. Hiyo UG tulienda pia tukang'ang'ana, but huko experience pia huko yataka tu experience. Hiyo bado ilipataga sisi bado hatujazoea vile hizo game za huko, so tulipambana tu. Hii sasa nikiwa form 4 hii 2025 tulijaribu pia bado tukafika nationals, but tukatolewa semis, tulipigwa 3-2 comeback, but tuliqualify kwenda East Africa. Kijana yangu tulirudi nyumbani, nikamwambia bado usizingatie mpira, hata masomo bado ni important. Kwa hivyo jikaze, mimi nataka utoke hapo na B-. Na by the way yeye hakuniangusha, alitoka na B-. Nikamwambia nataka uende university kwa sababu mimi sikusoma, wazazi wangu walikufa nikiwa mdogo na ninajua ile nimeyapitia. Kwa hivyo naweza penda msome hata kama sijasoma. Club nimechezea 3 teams before. Na ya kwanza ilikuwa Britannia, na hiyo ndio ilinisaidiaga pia nikafikaga hiyo shule nilikuwa, hiyo highway. Ya pili ilikuwaga True Colours Kochare, pia alikuwa ana understand poa. Na ya mwisho ndio hiyo sasa Mathare All Stars tunaweza sema ni best yangu Jackto, ndo aliniletaga zoezi siku ya kwanza, nikakujaga nikatrain na Coach Alan yenyewe alikuwa ananipush sana ni join team, lakini unajua pia Mungu ndo upanga. Mimi sikuwa najua mbona natoka from far hivyo na kuja hadi 4A, na nimeacha hapo tu tunaishi karibu na ground, natoka tu but naweza toka tu ni train hapo nje, but natoka from depot naenda mpaka 4A ku train. Unajua ni mambo ya God, ndo alikuwa anajua mbele yenyewe kunaweza kuwa kuzuri. Ndio maana naweza sema hiyo ndio kitu ilinimotivate sana, nikajikuta niko Mathare All Stars. Pia Kochare alikuwa anani understand, na niko Kochare mwenye alikuwa akona ile yani anataka kuona nikigrow ki football. Joseph. Ati, tua. Yapa, angalia nyuma yenu. Kwa venye alipata, alikuja bado nyumbani. Si alitoka na B-, akapata scholarship wa University Strathmore. Sasa ndio wako hadi sasa hivi. Amecheza amefika mpaka Uganda, ameenda sijui ni Musinde Mulilo. Huko ndio nilikuwa nasikia, lakini bado tulikuwa tunaongea na simu, mimi hata sijui iko wapi. Medali ya kwanza yangu kupata tangu nianze jani ya football ilikuwa hii. Hii ni ya recently tu, ni ya hapa last month. Hii ilikuwa base to base tournament. Tulitolewa finals penalties. Ilituma but uzuri tulitoka na something yenye tunaweza sema at least tulipambana. Hii ilikuwa ya last year nationals, tulimaliza kama number 3. Tulishinda hiyo game 2-1. Hii ni ya last year, tulibeba cup depo. Hii nayo ni ya nationals, hiyo nikiwaga form 3 yenye tulibebaga nationals Kisii. Hii ilikuwa ya regionals, ndio tuende kubeba hii na show. Hii ikakuwa ya sub county, ndio tuingie regionals. Alafu hii ya Mombasa ilikuwa pia ya game za shule. Alafu hii sasa hii ni ya last week but 1. Hii ilikuwa ya kukimbia 1500 meters. Nilimalizaga position 1. Hii ilikuwa program ya shule. Nilipewa kwa nilikuwa na concentrate na participate poa. Hii nayo ilikuwa game za shule regionals. Tulimaliza position 2. Hiyo yenye tulitolewa na Dagoretti. Na hii hapa
Hii ilikuwa hiyo tulimaliza Kakamega number 3. Hiyo last year tulitolewa semis. Kuna hii hapa. Hii ni ya kuparticipate hiyo East Africa last year. East Africa ilikuwa ngumu. Hapo ilikuwa nataka experience. Hii nayo ni ya regionals. Tulishindaga hiyo ya last year. Tulimaliza number 1. Sasa kuna hii ya mwisho pia ni ya regionals. Tulipigwa finali. By the way, yeye hata kama alikuwa wanazurura na yeye alikuwa anapita. Sijui alikuwa anapita, alikuwa anapita. Hakuna siku yenye alikuja akaniambia nimeanguka niko hivi. Nilikuwa naona marks yake iko sawa. Namuuliza wewe unasomanga saa ngapi? Na wewe ndio huyo uko ground, uko wapi? Kwa nyumba wakati akiwa hapa yeye ndiye anatushotea maji. Watoto wao angalie wenye wanarudi shule juu mimi naweza kuwa niko hapa nishikane na siko karibu. Anaweza chukua atatumbua sema acha nifulie data zangu na apike. Anapika. Nilimwambia akiona kama kusoma bado ni mzuri, siwezi nikamwambia kusoma si mzuri. But kwa mpira nimeona imemsaidia. Juu kama viatu nikimnunulia naona sometime wanampea kitu kidogo anajisimamia. Yaani si kama hao wandogo. Mimi ningekuwa kochare wetu. Kitu tuseme naweza fanya mimi kama kochare ni kujaribu kuimprove hizo performance za wachezaji. Juu kiangalia kama hii ligi tulikuwa last season. Vijana walijituma poa, but ile hiyo nini tukianza ligi kidogo watu focus kwa ligi. Juu maybe ilikuwa first time, lakini naona ingekuwa tulianza kitambo ingekuwa afadhali tungebeba hata hiyo ligi. Mimi ningekuwa captain. Kitu ya kwanza unajua captain lazima uwe na ile roho ya kujituma. Wewe ndio utainua timu kutoka pali wako hadi pali utawafikisha. So mimi ningekuwa captain, ningekuwa kwanza kuinua timu. Nionyeshe yenyewe tunaweza na tunaweza beba ligi. Mimi ningekuwa fan. Unajua fan ni jamaa mwenyewe, hakuna kitu anapatiwa. Ni hati yako wewe mwenyewe udecide kama uta support team ama uache. So unaona kuwa pia hiyo kuwa fan inahitaji mtu anyako na roho na ako willingly kusupport team. So hapo kwa kusaidia venye ningesaidia kochare ni at least kumpe ile morale. Unajua pia kochare anahitaji ile kumotivatiwa ndio asikume team pia yeye. Na pia kuongea na pia au mafano wengine tujue vitasaidia team. Experience yangu kwa timu nilikuwaga before. Acha nianze na wasi tulikuwaga tunatoka shule tunajituma tunashinda game zetu before turudi shule. Alafu unapata tukirudi sasa shule timu inakuwa ni hivyo ndio sasa mmeenda pia timu pia sasa watu hawajitumi. Na sasa ndio mnarudi mnapata game 4 mmelose. Na nyinyi mlikuwa mshajituma mmewin game zenyu 3 za kwanza. So unaona hiyo inakuwa ni challenge sana. Mzuri ni timu watu walikuwa wanajitumaga poa. Alafu pia unajua mzee kama kuna ile winning mentality ni poa sana juu nilikuwa napata kila mtu anajituma kwa timu. Lakini sasa unajua pia ukikosa watu wengine kwa timu, kuna wale wachezaji wenye ukikosa mwenzako kwa timu una feel leo jo hatuwezani. Lazima tu mzee ili leo tunafungwa. Lazima mtu akue. In the next 5 years mimi kitu tunaweza sema, kitu ya kwanza ningetaka nitoe wazazi wangu kwanza pale wako hii ball yenyewe itanisaidia at least niweze kutoa wazazi wangu pale wanakaa, na pia niwafungulie biashara at least yenye itawainua. Na pia kiball ningetaka nicheze hata kama ni premier ama hata at least nitoke nje ya nchi nipate hiyo exposure ya huko nje venye kuko. Aliniambia maono yake anataka acheze mpaka apige mpaka ng'ambo. Maono yake mimi ananiambiaga, ananiambia kama hii maisha huko utaishi, mimi nitakutoa hapo nikununulie shamba na tujenge na tukae kwetu. Mimi naweza sema role model wangu wa huku Kenya kwanza naanza na Steven Kemari. Anavaga jezi 12, alikuwa Mathare United. Mimi nimekuwa nikifuatilia game zake zote pale Depo before aanzage kucheza Premier.
na mi alikuwa ni motivating sana juu ako na ile roho ana ile ati sijui hawezi ongea na vijana wadogo. Ulikuwa pata game ikiisha, naenda kwanza namuuliza maswali, unachezaje hii ball, design uko na hii, uko na yani kila kitu wenye mchezaji mwenye mtu kama mimi naweza taka kuwa kaa yeye. Nilikuwa after kila game lazima niongee na yeye nijue venye yani ana manage aje kucheza ball bila pressure nini hizo, si unajua. After tushaongea na yeye napata lazima kwanza ingize mambo ya God kidogo, aniambie jo, bila Mungu jo haiwezekani. So naona pia mimi ningekuwa hiyo place yako, pia mimi ningeendeleza hiyo spirit ya wenyewe, bila God huwezi.